alizaliwa mwaka wa 150 Hijria na aliondoka duniani mwaka wa 204 Hijria. Mwaka aliozaliwa Imam Shafi'i ndio mwaka aliofariki Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit. Ukawa mwaka huo mmoja ni mwaka alioondoka Imam na ukawa ni mwaka aliozaliwa Imam. Wanazuoni wengi na vitabu vingi vimeandika sira ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Akina Imam Nawawi, kina Al-Baihaqi katika manaqib ya Shafi'i, kina al-Imam Adh-Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala na wanazuoni wengine wengi. Tukinukulu katika vitabu hivi, An-Nawawi rahimahullah ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia Shafi'i, Imam Shafi'i ni mwanachuoni aliyekusanya baina ya sharaf mbili kubwa sana. Sharaf ya an-nasab wal-hasab ambayo imechanganyika na sharaf al-maulid wal-mansha. Asema Nawawi rahimahullah ta'ala, jamaa Allahu lahu sharafa an-nasabi wal-hasab ma'a sharafi al-maulidi wal-manshai. Utukufu na sharaf ya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katika nasaba ni kwa sababu nasaba yake inashikana moja kwa moja na nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakutana na Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi katika babu anayeitwa Abdi Manaf. Hisham au Hashim ambaye ni moja katika mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallama, ndugu yake aitwa Al-Muttalibi, ndugu yake Hashim, na huyo ndiye alikuwa babu wa Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Na nasaba hiyo ukifuatilia kutoka kwa Abdi Manaf inashikana na Mtume sallallahu alaihi wasallama moja kwa moja. Ukiendelea mbele, bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay, yote hiyo ni nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo ilikuwa ni nasaba ya Imam Shafi'i. Ndio maana kadhalika Shafi'i anaitwa al-Imam Shafi'i al-Muttalibi. Al-Muttalibi kwa kuishiria huyu babu ambaye ni Al-Muttalib, ndugu yake Hashim katika nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Imam Shafi'i kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alimkusanyia sharaf ya al-maulidi wal-mansha. Asema Nawawi rahimahullah ta'ala, Allah azza wa jalla kamjalia Shafi'i alizaliwa sehemu takatifu. Miongoni mwa sehemu tukufu zilizomo duniani ni ardhi ambayo inaitwa al-ardhul muqaddasa. Allah azza wa jalla ameita hivyo ardhi hiyo ndani ya Qur'an, udkhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ardhul muqaddasa ni ardhi iliyopo sasa hivi katika mji wa Palestina, na tahdidan alizaliwa Imam Shafi'i katika mji wa Gaza. Hii Gaza ambayo leo tunajua Waislamu sote kupitia kwa habari, vyombo vya habari na mitandao, na haya ambayo yote yanajiri kwa Waislamu wa mji wa Gaza katika udhalilifu na mambo ya maonevu na unyanyasaji ya dhulma wanaofanyiwa, ndio mji ambao amezaliwa Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Tunamwomba Allah azza wa jalla awanusuru Waislamu waliopo katika mji huo pamoja na Waislamu wote waliopo duniani wanaopitia unyanyasaji na dhulma katika mikono ya makafiri. Kwa hiyo ardhi al-muqaddasa Gaza ndipo alipozaliwa Shafi'i, na kuleleka kwake katika ujana wake akaleleka katika ardhi ya Makkah. Kwa hiyo akakusanya baina ya sharaf al-maulid na sharaf al-mansha, na kabla yake alikuwa ana sharafu nasabi wal hasabi, na haya yote ni mambo ambayo Allah azza wa jalla kamtunuku nayo mwanachuoni huyu mkubwa Imam Shafi'i.
Imam Muhammad ibn Idris. Taban wengi wetu tunamjua anaitwa Imam Shafi'i, lakini jina lake haswa ni Muhammad ibn Idris, na ni katika al-Muttalibi, asli yake kutoka maana na Makureshi radhiyallahu anhu wa ardah. Amezaliwa mwaka 150 katika mji wa Gaza, kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwa maulama, ambao kwamba uko katika nchi ya Falastini kwa zama ambazo kwamba tuko ndani yake. Al-Imam Shafi'i babake alifariki akiwa yeye ni mdogo. Mamake akamchukua akiwa ni mtoto wa miaka miwili, akamchukua kutoka Gaza akampeleka katika Baladullahi al-Haram, Makkah al-Mukarrama, zadaha Allahu tashrifan wa takrima. Mamake akamchukua Imam Shafi'i akaenda naye mpaka Makkah radhiyallahu anhu wa ardah. Na angalia himma alokuwa nayo mamake. Kwa nini anampeleka Makkah? Kwa nini ampeleka Baladullahi al-Haram? Ili aende akapambane na maulama, ili aende akapate elimu, ili aende akasome. Na mamake Imam Shafi'i hakuwa mwanamke wa kawaida, alikuwa ni mwanamke msomi, alikuwa ni mwanamke mwenye hikma, alikuwa ni mwanamke mwenye fadhila. Na katika visa ambavyo kwamba vinathibitisha kuwa alikuwa ni msomi, safari moja inasemekana alikuwa katika mahakama, yeye pamoja na mwanamke mwenzake wamekwenda katika kesi, na kama tunavyojua shahada ya wanawake wawili ndio shahada ya mwanamume mmoja. Walipokwenda katika mahakama katika kesi, mamake al-Imam Shafi'i katika kuzungumza na kutoa ushahidi akasahau, akawa anamuuliza yule mwenzake, mwanamke mwenzake. Kadhi akamwambia, kwa nini wamuulize? Usimuulize. Mamake al-Imam Shafi'i akamsomea aya, akamwambia, antadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Husomi Qur'ani wewe? Mwenyezi Mungu asema mmoja akisahau mwingine amkumbushe. Mimi nimesahau, mwenzangu atanikumbusha huyu. Huyu ndio alikuwa al-Imam Shafi'i. Wa shay'u min ma'dinihi la yustaghrab. Ukishamjua mama yupo katika sampuli hii, basi hutoshangaa ukisikia mwanawe alikuwa ni alim ambaye kwamba dunia nzima inamtambua na dunia nzima inamjua, radhiyallahu anhu wa ardah. Kwa hivyo mama kama huyu alibeba himma ya mwanawe kusoma elimu ya dini, akamchukua akampeleka mpaka al-Makkah al-Mukarrama, akampeleka katika kwa mashekhe wa Makkah, akamhifadhisha Qur'ani. Al-Imam Shafi'i akiwa na miaka 7 tayari ashahifadhi Qur'ani yote. Alipokamilisha kuhifadhi Qur'ani, mamake akampeleka kwa mwanachuoni mkubwa wa haram wa zama zile, al-Imam al-Alim al-Allama Khalid au Muslim ibn Khalid al-Zinji, akampeleka kwake aende akasome masomo ya dini. Al-Imam Shafi'i akaenda kwa al-Imam Muslim ibn Khalid al-Zinji akasoma masomo ya dini. Baadaye mamake akampeleka katika kabila la Hudhail. Kabila la Hudhail kwa zama zile, kama anavyosema mwenyewe na anavyosimulia mwenyewe al-Imam Shafi'i, asema walaqad kanat au falaqad kanat qabilatu Hudhail afsah al-arabi kalaman wa bayana. Asema kabila la Hudhail kwa wakati ule lilikuwa ndio kabila ambalo kwamba ni fasaha zaidi katika lugha ya Kiarabu. Akapelekwa kwa kabila la Hudhail, akasomeshwa lugha ya Kiarabu al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, akafika daraja ambayo kwamba wanaosoma lugha wanaijua. Akafika daraja Imam Shafi'i akawa ni hujja katika lugha ya Kiarabu. Nini maana ya hujja katika lugha ya Kiarabu? Yani maneno yake yanatolewa dalili kunapozungumzwa masaili ya lugha, sawa ni katika nahau, ni sarfa, ni balagha na ulum zingine za Kiarabu. Namna alivyokuwa amebobea katika elimu radhiyallahu anhu wa ardah. Baada ya kuchukua elimu na mashairi na adab kutoka kwa kabila la Hudhail, akarudi tena Makkah al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. Anasimulia bado kisa chake, asema falaqiyani rajulun min az-Zubairiyyin min bani ammi. Asema akakutana na mimi mtu katika Zubairiyina ambaye kwamba tuna uhusiano, ni bani ammi yangu. Asema akaniambia, wallahi innahu la ya'izzu alayya an la yakuna ma'a hadhihi al-fasahati wal-balaghati wal-dhaka'i fiqhun. Asema naona uzito sana mimi, fasaha ulokuwa nayo, balagha ulokuwa nayo, na akili dhaka ambayo kwamba uko nayo, yote haya yamekusanyika kwako, alafu kukosekane fiqhi kwako wewe. Nasikia uchungu sana hilo jambo. Basi Imam Shafi'i asema nikamuuliza, faman aqsudu min a'immati almuslimin, nimkusudie nani katika maulama wa Kiislamu nende nikasome kwake fiqhi? Asema yule bwana akamwambia, uksud imam dar al-hijra
al-Imam Malik ibn Anas. Nenda kwa Imam Malik ibn Anas ambaye kwamba anapatikana katika Madina ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Imam Shafi akaingiwa na himma ya kusoma fiqh. Baada ya kusikia habari kama hizo, akatefuta mtu ambaye kwamba ana kitabu cha al-Imam Malik tulichokitaja ambacho kwamba ni al-Muwatta pale pale ndani ya Makka, akakichukua ama akakiazima kitabu cha Imam Malik al-Muwatta. Asema mwenyewe al-Imam Shafi, nikakihifadhi Muwatta yote mwanzo mpaka mwisho kwa muda wa siku 9. Alikuwa na hifdhi kiasi gani huyo? Ndipo pale ukija ukisikia maulama wakishangazwa na akili yake mtu kama huyo. Ibn Hisham yule anayejulikana aliandika sera, asema ma kuntu adhunnu anna Allah khalaqa mithla hadha, sikuwa nadhani kwa Mwenyezi Mungu ameumba kiumbe sampuli hii, sio kiumbe cha kawaida. Mpaka inafika daraja baadhi ya maulama wasema alikuwa akifungua peji akiitazama tayari ashahifadhi yote yaliyomo ndani yake. Alikuwa na memory kiasi gani? Processor yake ilikuwa kiasi gani? RAM yake ilikuwa kiasi gani? Tukizungumza kwa lugha ya sasa ya kikompyuta. Huyu ndo al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Mpaka al-Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan alikuwa akisema ma raaitu aqala wala afqaha min ash-Shafi'i, sijaona mtu ana akili wala sijaona mtu ana fiqhi zaidi ya al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. Kwa hivyo akakihifadhi kitabu al-Muwatta cha al-Imam Malik kwa muda wa siku 9 radhiyallahu anhu wa ardhah. Kisha akachukua barua kutoka kwa wali wa Makka, kiongozi wa Makka, akaenda nayo mpaka Madina kwa al-Imam Malik ibn Anas kwenda kusoma kwake. Alipofika kwa Imam Malik, katika mazungumzo ya mwanzo kuzungumza tu, al-Imam Malik akapendezwa na fasaha yake. Amelelewa kwa kabila la Hudhail. Al-Imam Malik akapendezwa na fasaha yake, akamwambia nani wewe? Akamwambia Muhammad ibn Idris. Basi Imam Malik kwa firasa aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili ni jambo ambalo kwamba wanapewa waumini, na kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasata almu'mini fa innahu yara bi nurillah, iogopeni firasa ya mu'min, hakika yeye anaona kwa nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik pale pale akatambua kitu kwa yule kijana ambaye kwamba ni al-Imam Shafi, akaona huyu sio kijana wa kawaida. Akamwambia, ya bunayya inni ara anna Allah qad qadhafa fika nura, ewe mwanangu, mimi naona kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametia nuru ndani mwako. Asema fala tutfihu bi dhulmati al-ma'siyah, basi usizime nuru hiyo kwa kiza cha maasi, yani usiende kufanya maasi ukazima nuru kama hiyo. Al-Imam Malik akapendezwa na fasaha ya al-Imam Shafi'i, akamwambia ikifika kesho njoo na mtu ambaye kwamba atakusomea al-Muwatta. Sayyidina al-Imam Malik akamwambia mimi najua kuisoma, nitaisoma mwenyewe. Basi akamwambia sawa, njoo nayo usome. Asema nilipokuja siku ya pili nasoma kitabu cha Muwatta kwa Imam Malik ibn Anas, kila nikitaka kukatiza ananiambia zidi ya fata, zidi ya fata. Asikia raha ile fasaha aliyokuwa nayo Imam Shafi, hataki kukatiza al-Imam Malik, hataka kuendelea kusikia, amwambia zidi ya fata, ongeza, endelea ewe kijana, endelea kusoma. Asema Imam Shafi nikaimaliza Muwatta yote kwa siku chache sana kwa al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu wa ardhah. Ahmad ibn Hanbal anazungumza kumhusu Imam Shafi'i, anasema ash-Shafi'i failasufun fi 4. Shafi'i ni failasuf, yani ni rutba alia jiddan katika ualimu, ushekhe, wanazuoni, mmoja katika ngazi kama tuseme profesa katika mambo mane, anasema Imamu Ahmad ibn Hanbal. Na anapozungumza mtu mzito kama Imam Ahmad ibn Hanbal, kumzungumzia mtu mwingine si sawa na ushahidi wa mtu yoyote mwingine. Al-adhaimu kufuha al-udhamau, wanasema Waarabu, wakubwa kwa wakubwa ndo wanajuana. Anasema huwa failasufun fi 4, katika mambo manne Shafi'i alibobea sana.
ikapindukia katika vitu vinne hivyo, kubobea. Failasufun fi lugha, ni profesa katika lugha ya Kiarabu, na hiyo ndo miftahul ulum. Ukitaka elimu za sheria au elimu yoyote hata za kisecular, ufunguo wake ni language, ni lugha. Sasa mbobezi wake katika hilo alikuwa Imamu Ash-Shafi'i. Wa failasuf fil maani, na Shafi'i alikuwa profesa katika tafsir. Maani yani tafsiri ya Qur'ani na mambo mengineyo yanofungamana na elimu hiyo. Wa failasuf fil fiqh, alikuwa vile vile ni profesa katika fiqh. Tunamzungumzia mtu ambaye hakuwa tu faqih bali alikuwa ni muhaddith, kama tulivyozungumza katika silsilatu dhahabiyya, hususan kitoka kwa Ahmad kija kwa Shafi'i, kienda kwa Malik, kienda kwa Nafi', kienda kwa Abdullah ibn Umar, inafika kwa mwenyewe bwana Mtume Muhammad. Ulama wameita hii silsilatu dhahabiyya. Failasuf fi al-lugha wal fiqh والتفسير يا المعاني، وفيلسوف في اختلاف الناس. Anasema vile vile alikuwa ni profesa katika mambo yanayofungamana na ikhtilaf, wapi watu wamekhtalifiana, asbabu zake, ilaji zake, taqyim zake vipi katika masala haya, alikuwa mbobezi. Na utaona fiqhi au madhhab ya Imam Shafi'i yalichana katikati ya madhhab ya Imam Malik na madhhab ya Imam Abi Hanifa. Takakuja athari ya al-Imam Shafi'i kiilmu nini, hizi hijra zake zimeleta athari gani? Athari kubwa ya al-Imam Shafi'i kiilmu ni kuwa al-Imam Shafi'i amekurubisha kati ya madhehebu mawili ambayo yalikuwa hayapatani. Hijazi wao walikuwa wakiitwa ni ahlul hadith. Hijazi ukizungumza lazima useme qala Rasulullah, masala yote ukishakuyasema useme qala Rasulullah. Kule Baghdadi wanafunzi wa Imam al-A'zam Abu Hanifa, wao walikuwa hawashiki sana hadithi kwa sababu wao waliweka mikazo mingi kupokea hadithi. Wao ukitaka kuzungumza lazima ufanye kiasi. Wale kule wakaitwa ahlur ra'i. Ikawa madhehebu ni mawili, kuna madhhabu al-hadith na kuna madhhabu ahli al-hadith, Imam Malik na watu wake, na kuna madhhabu ahli ar-ra'i ambao ni Imamu Abu Hanifa na wanafunzi wake. Imam Shafi madhhabu yake akakusanya baina al-hadithi war-ra'i, na ndiyo maana madhehebu ya al-Imam Shafi'i yasifiwa kuwa ni madhehebu mazuri zaidi, kwa sababu ndani kumekusanywa baina ahli al-hadithi wa baina ahli ar-ra'i. Na ndiyo maana madhehebu ya Imam Shafi yameathiri mpaka madhehebu mengine. Al-Imam Shafi'i katika mambo ya kiilmu makubwa aliyoyafanya, aswala al-usula wa qa'ada al-qawaida. Hizi kaida mnazozisikia hizi taaswilati za kiilmu zote zimetokana na al-Imam Shafi'i katika madhhabi yake. Hizi kaida mnazosoma kina al-qawaid al-fiqhiyya, zile zote ni kaida zilikuwa akiziandika kwenye kitabu chake al-Ummu, zikachukuliwa na madhehebu yasiyokuwa ya al-Imam Shafi'i wakajitengezea al-qawaid al-fiqhiyya kwa mfumo wao, lakini asli nani? Na Imam Shafi'i. Kwa hivyo Imam Shafi'i athari yake katika ilmu haifichiki. Wacha kuwaathiri wanazuoni wa kawaida, aliwaathiri mpaka maimamu. Katika maneno ambayo tulimsikia Sheikh wetu al-Imam Rahim, Mwenyezi Mungu amrehemu, asema aliwaathiri mpaka hawa wanazuoni hawa wa a'immatu kutubil hadithi sita, asema wingi wao
madhhabi yao ni madhhabi ya Imam Shafi'i, pamoja na kwamba hawakufanya tasrih na madhhabi ya Imam Shafi'i ndiyo madhhabi yaliyopakata wanazuoni, ndiyo madhhab yaliyopakata wanazuoni. Na wewe ukitaka kuwajua wanazuoni waliopakata madhhabi ya Imam Shafi'i, ukisoma tabaqatu Shafi'iyya ya al-Imam Taqiyuddin, al-Imam Tajuddin Subki, utakwenda kuona wale waliokusanywa katika madhhabi ya Imam Shafi'i, wanazuoni wakubwa mbalimbali. Huyu ni al-Imam Shafi'i ambaye madhahabi yake yameenea Misri, Sham, Iraq na Armenia, Hijaz, Khurasan, Yemen, Ahsa, Janubu Oman, Janubu Sharqi Asia, mpaka uje kwetu huku Sharqi Afrika. Madhehebu ambayo yametawali sehemu nyingi katika ulimwengu ni madhhab ya al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Baada ya muda akamwambia al-Imam Malik, mimi nataka kwenda Iraq kwenda kuchukua ilmu ya al-Imam Abu Hanifa. Al-Imam Malik, pamoja na kuwa hali ilikuwa ya mvutano baina ya madhhab yake, madhhab al-athar au al-hadith, na madhhab al-rai ya al-Imam Abu Hanifa, hakufanya wivu, akamwambia sawa, nenda. Al-Imam Shafi akamwambia, ya Imam, mimi sina pesa za kwenda Iraq kupata ilmu. Al-Imam Malik akatoa pesa, yeye ndo akampatia al-Imam Shafi aende kwa mtu ambaye kwamba ni apambana na yeye au yuwagungana katika fikra, kuonesha mahaba na ilaka zilokuwekwa kwa ulama wa zamani. Al-Imam Shafi akaondoka akaenda Iraq, akampata al-Imam Hasan Ash-Shaybani ambaye kwamba katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Abu Hanifa, kwa sababu al-Imam Shafi hakuwahi kumuona al-Imam Abu Hanifa. Akachukua ilmu ya Iraq, akarudi tena zake Makka. Alipofika Makka akarudi zake tena Madina. Alipofika Madina hakuondoka tena katika kuichukua ilmu ya Imam Malik mpaka kufariki Imam Malik. Kwa hiyo mara ya pili aliporudi kwa Imam Malik hakuondoka tena. Baada ya kufariki Imam Malik akaingiwa tena na hamu ya kurudi zake tena Iraq kuchukua ilmu ya al-Imam Abi Hanifa, lakini alikuwa kama tulivyosema hali yake ni ngumu ya kimaisha. Akaanza kutafuta kazi ili apate kazi iweze kumsaidia katika nauli na gharama zake za kuishi kule Iraq. Akapata kazi ya uqadhi Yaman, akaandikwa kazi, akatoka akaenda zake Yaman kama kadhi. Alipokuwa kule na ilmu yake na watu kumpenda, yule gavana wa kule akafanya wivu juu ya Imam Shafi'i, kuona vile alivyokuwa akipendwa. Na mbali na hivyo, Imam Shafi'i alikuwa akizungumza ukweli, akimkosoa yule gavana, akimwambia hili halifai, hili lafaa, hii ni dhulma, hii ni kadhaa. Ule gavana akaandika barua kumpelekea Harun Rashid, akamwandikia kuna watu 10 hawa wataka kufanya mapinduzi, na katika majina akamweka Imam Shafi'i. Ilipofika barua kwa Harun Rashid akasema wafunge walete huku Iraq. Imam Shafi'i akabebwa na serikali akapata tikiti ya bure kwenda Iraq. Alipofika Iraq akatiwa jela, taban amekwenda kimashtaka, lakini ilikuwa lengo lake la kufanya kazi kwa kadhi, kama kadhi ni kupata nauli ya kwenda Iraq. Akachukuliwa na serikali akaenda mpaka Iraq. Alipofika Iraq akawekwa kwenye kesi na mahakama, na al-Imam Shafi'i akaweza kujibu maswali kwa ufasaha na akatetewa na al-Imam Hasan Ash-Shaybani, na Harun Rashid akampenda sana, akampatia 1050 dinar katika kumsaidia mambo yake. Kwa hiyo Imam Shafi'i, angalia alivyokuwa na nia njema mpaka kufika bure Iraq na kupatiwa na pesa kwa juu. Na riwaya yasema alipotoka pale katika ekulu, basi alipotoka hakubakia hata na shilingi, aliwagawanyia watu pale pale zile pesa, wala hakuondoka na pesa yote. Al-Imam akabakia Iraq akapokea ilmu. Baada ya hapo akaondoka akaja zake Misri. Alipofika Misri akapokelewa kwa uzuri, akasomesha, akakuta mvutano wa madhhab al-Imam Malik na madhhab al-Imam Abu Hanifa yamefika kilele kikubwa sana. Akaanza kujaribu kuwafahamisha watu umuhimu wa kubalance baina ya akili na sheria, au naql, baina al-aqli wa naql, yani Qur'ani na hadithi hazipingani na akili. Sasa ilikuwa madhhab al-Imam Malik yameshika sana suala la kukaa tu kwenye Qur'ani na hadithi bila kutumia akili, na al-Imam Abu Hanifa watu wake walikuwa wameshika sana kutumia akili kuliko kutumia nusus. Al-Imam Shafi akakusanya vitu viwili kama hivi, akapendekeza, akaungwa mkono, na madhhabi yake yakaenea katika mji wa Misri na kupendwa sana.
Hata al-Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa ni mmoja katika wanafunzi wa Imam Shafi'i, akawa yuamsifu al-Imam Shafi'i akisema al-Imam Shafi'i kashamsi fi dunya, ni kama jua katika ulimwengu. Kuna kitabu cha Sheikh Atiyya Muhammad Salim akizungumzia masala ya ikhtilafu al-a'imma, ikhtilafu za maimamu. Alhamdulillah tumepata nafasi ya kukisoma. Ameandika zile baadhi ya murasalat, baadhi ya barua ambazo al-Imam al-Layth ibn Sa'di alikuwa akimwandikia Imam Malik akimwambia tutakukhalifu kwenye masala fulani, na Imam Malik akimwandikia al-Imam al-Layth ibn Sa'di akimwambia sisi tutakukhalifu. Yeye ukizisoma zile barua utaona barua za kiilmu pamoja na ihtiram iliyojaa kwa wanazuoni. Mwenyezi Mungu awarehemu. Al-Imam Shafi'i alipopambana na wanafunzi wa al-Layth ibn Sa'd, ikamlazimu ayarudie tena masala yake ya kifiqh, yale masala aliyokuwa akiyazungumza Baghdadi kabla ya kutoka huku, akaja akapambana na hadithi nyingine ambazo ilikuwa hajawahi kuzisikia. Ikabidi al-Imam Shafi'i arekebishe baadhi ya masala ambayo ameyazungumza Baghdadi, na ndio leo fiqh ya Imam Shafi'i tuna kauli kadimi na kauli jadid. Zimekujaje kauli kadimi na kauli jadid? Ni kwa sababu alipokuwa Baghdadi alizungumza kauli, alipokuja huku akapambana na wanafunzi al-Layth ibn Sa'd wakamweleza baadhi ya hadithi, ikampelekea Imam Shafi arekebishe baadhi ya masala. Huyu ndiye Imam Shafi'i rahimahullah, ambaye aliishi Misri, akatunga vitabu, akatunga kitabu chake al-Ummu, na akairejelea tena ar-Risala kuiandika mara ya pili mpaka akamaliza. Lakini umri wake Misri haukuwa miaka mingi. Ameingia Misri mwaka wa 198, mauti akampata Misri mwaka wa 204, na mpaka leo amezikwa Misri na kaburi lake hufanywa ziara. Mwenyezi Mungu atatupa taufiki sote tukamzuru inshallah.